Naam, karibu kwenye taarifa kamili. Jina langu ni Hadia Mwasiwa na mwenzangu Pretty Janet anatafsiri taarifa hizi kwa lugha ya ishara. Tukianza tuzamie taarifa ifuatayo ambapo siku za hivi karibuni viongozi wa kidini wamekuwa wakijitokeza na kukosoa serikali waziwazi. Wengi wakilaumu viongozi kwa uongozi mbaya. Wa hivi punde kufanya hivyo ni Askofu Charles Onginjo wa kanisa la ACK eneo la Maseno Kusini, ambaye ametia doa uongozi wa Rais William Ruto akiutaja kama wa kunyanyasa wa Kenya. Aidha, amelaumu viongozi wa eneo la Nyanza kwa kuuza sera zisizo za kweli huku wakinufaika wao wenyewe. Clement Masombo ana maelezo zaidi. Dereva akiwa shetani na dereva akiwa shetani, mwisho wake tuko hatarini, and we must admit that. Mahubiri ya Askofu Charles Onginjo wa Dayosisi ya Maseno Kusini hayakuwa ya kawaida alipokosoa serikali ya Kenya Kwanza kwa kile alichokitaja kama uongozi mbaya na kukosa kuangazia matatizo ya Wakenya. You know, when you look at human beings, all of them look noble, isn't it? Until you start scrutinizing tabia zao, is when you realize that the person who is looking noble is not noble. But we like lies more than the truth. Alimkashifu Rais William Ruto kwa madai kwamba ameacha nchi ikaingia shimoni kutokana na hali ngumu ya uchumi, ufisadi na ukosefu wa maadili miongoni mwa viongozi wakuu serikalini. I don't think there is any government that has killed its people more than the Ruto government in history of Kenya. Kok onegoji of stress to jibedo abducted to kunwanku modhiye. High cost of living. But our people have been hoodwinked. And anyway, they are singing songs that we don't understand. Aidha, aliwakosoa pia viongozi kutoka eneo la Nyanza ambao wamekuwa wakipigia debe serikali, wakisema kuwa eneo hilo sasa linapata manufaa ya kuwa serikalini. Alisema kwamba ni kinaya kuwa eneo la Nyanza linajivunia nafasi 2 za mawaziri, huku eneo la Mlima Kenya ambalo lina mawaziri kama 7 liko kwenye upinzani. Because when Opiyo Wandayi is made a CS and Mbadi is made a CS, you are all over how you are enjoying in this government. You know, the irony is, people from Mount Kenya have got 6 or 7 cabinet positions and over 6 PSS, and they're being treated as if they are in opposition. It is the Luos who are in the government. Who is mad in this arrangement? Naibu Rais Kithure Kindiki pia hakusazwa. Askofu Onginjo alimkosoa kwa kuzuru maeneo tofauti ya nchi kuuza sera za serikali, wakati ambapo wafanyakazi wa idara mbalimbali za serikali wanagoma kwa kukosa kulipwa. Yule mtu wa Soprano leo ako siji wapi, the next day ako somewhere because he's doing what? Anafanya nini? What kind of empowerment are you doing when genuine workers cannot be paid what legally belongs to them? Mahubiri ya Onginjo sasa yamezua gumzo miongoni mwa Wakenya na hata mitandaoni, huku wengine wakimpongeza kwa kukosoa serikali waziwazi. Baadhi yao wanahisi kwamba viongozi wa dini wameanza kutumia nyadhifa zao kwa njia isiyostahili na kugeuza kuwa maeneo ya siasa. Ruto has good meaning for us because he's giving our dead state funeral. When you die and you are given a state funeral, now everybody follows you because somebody has been given a state what? Clement Masombo, KTN. Kanisa Katoliki